Salamu za Krismasi ya msikilizaji, lakini pia nikutakie heri za mwaka mpya, huku tukielekea kusherekea na kuvuka mwaka mpya. Kumbuka kwamba kila siku kituo chetu kipo hapa kwa kuweza kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika na unapata kuelewa ni kipi kinachoweza kutendeka na ni masuala yepi yanakuhusu. Pia tunaweza kuhakikisha kwamba tunazidi kuyachanganua zaidi masuala ya kisiasa ili upate kuyaelewa zaidi na kupata kuelewa mwelekeo ambayo nchi inaweza kuchukua, na vile vile viongozi waliopo mamlakani kwamba wanatenda haki ama wanakosea. Tunatia kidole kwenye dosari kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wamepata kuelewa shughuli mzima inavyoweza kuendeleshwa. Sasa katika siku ya leo, taarifa ambazo naomba nikujuze msikilizaji ni taarifa ambayo nimeweza kuitumiwa kutokana na mama mmoja ambaye aliweza kumpoteza mtoto wake kwa risasi tarehe 29 kipindi ambapo uchaguzi mkuu uliweza kufanyika nchini Tanzania. Na taarifa hizi msikilizaji zinahuzunisha mno, lakini nimeamua kwamba niweze kuzisoma ili kwamba watazamaji wangu muweze kuelewa kwamba mama huyu anapitia kipi na kuweza kuelewa uchungu ule wa kuweza kupoteza, na vile vile serikali isiyoweza kukubali kukosa, lakini pia serikali iliyoweza kusababisha maafa ya binti huyu. Sasa niweze kukusomea msikilizaji taarifa hizi. Naweza kuandikiwa hivi: mama huyu anaitwa Neema Manuo. Akaweza kuandika kwamba tarehe ya leo, tarehe 29 mwezi wa 12, umetimiza miezi miwili kaburini. Hizo ni siku 60 msikilizaji. Bila uwepo wako binti yangu kipenzi Maria. Ni tarehe iliyowekwa alama ya uchungu maishani mwangu. Wauaji walikatisha ndoto zako kwa kukupiga risasi tumboni ukiwa bado binti mdogo sana na mwenye ndoto nyingi sana. Mama yako napitia kipindi kigumu sana tangu uondoke bila kuniaga mama. Mwili wangu umedhoofu kwa kulia na kukuomboleza tu nikihisi unarudi mamangu. Kuishi bila uwepo wako kwangu ni maumivu makali sana. Tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku ya Krismasi hiyo msikilizaji. Kwa wengine ilikuwa furaha, ila kwangu ni maumivu. Nikikumbuka ulikuwa unanipikia na hata kufurahia pamoja na familia nzima. Nawezaje bila wewe mama? Wameidhulumu nafsi yako mamangu. Nakumbuka wakati unaugulia maumivu makali ya risasi ya tumbo na huku huduma za hospitali zikiwa zimefungwa. Ulilia kwa uchungu na kumwambia kaka yako akupepee, unahisi maumivu makali ya moto tumboni. Na bado ulimwambia mama Karen nakufa. Sijamkosea mtu na sijawahi mkosea mtu. Kwa nini wanakuua? Kilio chako cha uchungu kiliwaliza wengi na kumalizia kusema kunradhi, Yesu nisaidie na unisamehe kama kuna mtu nimemkosea. Yalikuwa ni maneno yako ya mwisho, huku damu zikimwagika nyingi na kufunga kauli binti yangu.
Umeondoka, umeniacha na machozi mamangu. Siwezi kufanya chochote mwezi wa pili sasa. Mungu, naomba haki ya binti yangu ipatikane hata kama itachelewa. Maria, usilale mwanangu, hukuwa umemkosea mtu bali wamekuua bila kosa. Usilale mpaka haki yako ipatikane mamangu. Na washukuru sana wote wenye mapenzi mema, ndugu na rafiki na watumishi wa Mungu wanaozidi kufanya maombi juu yangu, na hata wanaofika nyumbani kuja kunipa pole na kunifariji. Mungu awabariki sana, asiwapungukie milele. Bado nahitaji sana faraja zenu, kwani inauma sana mzazi kumzika mwanae, tena kwenye umri mdogo, badala ya mtoto kumzika mzazi wake. Msikilizaji, taarifa hiyo nimeweza kuitumiwa kutoka kwa mama mmoja ambaye aliweza kumpoteza mwanae kwa risasi, aliweza kupigwa tumboni. Naizungumzia tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Mama huyu kwenye arafa yake ameweza kueleza uchungu anaweza kupitia, lakini pia ameniomba niweze kusoma taarifa hii kwa sababu haki ya mtoto wake iweze kutendeka. Ujumbe huu anahisi kwamba unaweza kuwafikia Watanzania wengi, kati ya wale wasioamini kwamba kulikuwa na vifo vilivyoweza kutendeka, kati ya wale wanaweza kusema kwamba hakukuwepo na vurugu nchini Tanzania, lakini pia wale ambao hawakuweza kushuhudia chochote kilichoweza kufanyika. Sasa mama huyu ameweza kuandika maneno yake hapa akiweza kumkumbuka mtoto wake baada ya miezi miwili iliyoweza kupita, na pia ameweza kulilia serikali ya Tanzania kwamba haki za Watanzania walioweza kuwapoteza wenzao ziweze kutendeka. Ni afueni kwake kwa sababu aliweza kuupata mwili wake na akaweza kuuzika. Wapo Watanzania wengi ambao hawakuweza kuwaona wapendwa wao. Wapo wengi wasiojua hatima ya wapendwa wao. Wapo wengi wasiojua kilichoweza kutokea, wasiojua watoto wao, baba zao, mama zao walipotelea wapi tangu siku hiyo na hawajaweza kuonekana. Kwa hivyo taarifa hii, msikilizaji, ni kuisii serikali kuweza kuhakikisha kwamba miili ya watu inarudishwa, lakini pia wanaoendelea kutekwa na waliotekwa kitambo waweze kurudishwa, ili familia zizidi kupata faraja. Lakini pia hatuchoki kuikemea serikali kwa vitendo vibovu, kwa vitendo vya kikatili vinavyoweza kutendeka dhidi ya wananchi. Tupo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kupiga mwanga na kuinyoshea serikali kidole kwa masuala ambayo ni mabovu na viongozi ambao wanahusika katika kuyatekeleza haya. Msikilizaji, zidi kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia nakusihi uzidi kutufuatilia kwa sababu tupo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika, lakini pia tunazidi kuhakikisha kwamba tunakusogeshia karibu taarifa zinazokuhusu, taarifa zinazotokea, ili upate kuelimika msikilizaji, na upate kuelewa taswira kamili ya siasa nchini ikoje na ni kipi kinastahili kufanyika
ikiwa kuna baya linafanyika, ikiwa kuna zuri lipo, basi tupo hapa kila siku kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba umepata taarifa kama hizo. Zidi kutufuatilia, zidi kupiga subscription ili tuzidi kujenga familia kubwa zaidi.